Sasa iko hivi ndugu zangu. Kwa nini Pico team wanataka tuingie open mainnet kukiwa na wallets nyingi ambazo ziko kwenye ecosystem ya Pi? Ni kwa sababu hii. Nisikilize vizuri uelewe. Ni kwa sababu hii. Wakizindua source code ambayo imebeba thamani ya GCV ikaanza kufanya kazi. Sikilizeni ndugu zangu, ile source code itakuwa ni kama mikataba janja inayoratibu transaction, miamala ndani ya ecosystem ya Pi. Sawa sawa. Sasa ikiwa tunaouziana bidhaa na huduma kwenye ecosystem ya Pi tuko milioni 11, yet tunataka hili jambo influence lipokelewe duniani kote, hatutakuwa na nguvu kubwa ya kuwameza wale walioko duniani. Ingawa sisi tunahudumiana kwa GCV, zile Pi zilizoko kule duniani hatutazifunika. Lakini fikiri tu, natoa mfano, fikiri tu kuwepo na jamii ya watu milioni 1 wanaofanya miamala kwa GCV milioni 1. Maana yake milioni 100. Maana yake ile miamala mingi inayofanywa na jamii ya watu milioni 1 wenye active wallets, milioni 100 wenye active wallets, miamala inayofanyika kwa siku, miamala inayofanyika kwa siku 2, kwa siku 3, yani ndani ya ecosystem ya Pi tu. Hata kama huko nje kuna Pi nyingi zinarandaranda, lakini tutakapoitumia Pi kama utility coin, yani hii Pi hatuiuzi ili tupate fiat currency. Tunaitumia kujenga nyumba, tunaitumia kununua gari, tunaitumia kuuziana bidhaa na huduma sisi kwa sisi ndani ya ecosystem ya Pi. Sikiliza ndugu zangu, wingi wa miamala inayothamini GCV baada ya uzinduzi wa source code, ile open mainnet, wingi wa ile miamala kwa pamoja, ile bulkness ya ile miamala. Kuna watu walielewa hili jambo, ndio maana nachukua muda kulielezea. Kitendo cha kwamba Pico team wametuingiza kwenye open mainnet, wanazindua source code, hapo tayari dApps zinaanza kufanya kazi, tunaanza kufanya miamala kwa mamilioni ya miamala, watu milioni 100 wanaanza kukimbizana kufanya miamala ndani ya siku moja. Miamala milioni ya miamala yanafanyika, ambayo yote inathamini GCV. Nataka niwaambie ndugu zangu, zile transactions zinazofanyika kwenye exchange platforms ambazo zinauziana Pi kwa $1, $2, $5, zitafunikwa na uwingi wa miamala inayoheshimu GCV kwenye ecosystem ya Pi. Kwa unapotazama transactions za Pi duniani kote, hii miamala ya kuuziana Pi huko kwenye exchange platform itaonekana ni doti dogo, ni toni dogo kwenye bahari kubwa la miamala mingi inayothamini GCV. Sio kama hiyo logic mnaiona? Ndio maana Pico team wanatamani watakapozindua source code, watakapoingiza watu kwenye open mainnet, kuwe na jumuiya kubwa, milioni mengi ya watu watakaofanya miamala kwa kuheshimu GCV. Ule wingi, ile bulkness, ile miamala ya GCV ifunike ile miamala mingine midogo midogo inayofanyika kwenye exchange platforms ambazo haziheshimu GCV. Hiyo peke yake itakuwa ndio nguvu ya kuhakikisha tunaifunika ile na yenyewe inahama kuja kwenye GCV. Nadhani nitakuwa nimefanikiwa kuielezea hiyo pointi. Naamini hiyo ndio sababu inayowafanya kina Pico team waendelee kuchelewesha open mainnet. Kwa hiyo tusikasirike kwa nini imechelewa. Sababu ya pili kwa nini wanachelewesha open mainnet, ninaamini ni kwa sababu wanaendelea kuongeza utility channels za Picoin. Wamegundua, hebu angalieni ndugu zangu, mkakati wa kwanza ulikuwa ni ule wa domain, mkakati wa pili ni Pinet ads. Wakaja, of course barter trade ndio ilikuwa ya kwanza, tunaendelea na barter trade mpaka sasa hivi, lakini Pico team kila siku wanagundua, wanakuja na strategic fulani, partnership ambayo inawezesha miamala ya Pi kama utility coin.
nataka nitofautishe. Kuna tofauti ya coin, a cryptocurrency coin ambayo ni asset, a digital asset. Hii ni coin ambayo wanaomiliki wanaiuza ili wapate fiat money. Wanaiuza at a profit. That is an asset. Kuna tofauti na coin ambayo anayeimiliki haiuzi, anaitumia kufanya miamala ya kununua bidhaa au huduma. Sasa ndugu zangu, ukiangalia sheria za SEC au zile rules za SEC nilizokuwa nazizungumzia mwanzoni, namna pekee ambayo coin inaweza kuruhusiwa kutajwa bei baadaye ni pale ambapo hii coin itajipambanua kwamba sio security, yani sio asset. Kwanza haikuuza investment contract from the beginning, kuanzia mwanzo. Lakini hii coin ilipochimbwa, wale wanaoimiliki, wale ambao wamekuja kuimiliki kama users baadaye, hawaiuzi. Yaani kitendo cha SEC kufuatilia coin yenu, wakagundua hamuiuzi, ila mnaitumia kununua bidhaa, mnaitumia kununua huduma, ile peke yake inawa knock off, inawaondoa SEC katika kufuatilia mradi wenu. Yaani SEC wanajiweka kando kabisa, wanasema hii sio security. Kwa hiyo zile sheria zao na rules zao zinaacha kufanya kazi kwenu. Zikishaacha kufanya kazi kwenu, tayari ninyi mnajipangia thamani ya coin yenu, mnaendelea kuitumia kama ambavyo mmekuwa mkiitumia. Kwa hiyo basi, ninaamini PICO team wameendelea kuchelewesha Open Mainnet kwa sababu wameiona fursa ya kuendelea kutuingiza sisi pioneers kwenye kutumia coin yetu, iendelee kutengeneza sifa kama utility coin. Ndio maana unaona sasa hivi inatumika kwenye matangazo kule kwenye Pinet ads, inatumika, yani maeneo mengi wamezindua, hata kwenye Google Pay wameintegrate ili mtu aweza kaitumia kwa ajili ya kufanya malipo. Ukisikia yanayoendelea sasa hivi Nigeria, Indonesia, China, hii coin inatumika kununua vitu, kununua bidhaa. Kuna hoteli kabisa watu, hivi tunapoongea sasa hivi, watu wanakula hotelini, wanalipa pai. Kabisa, full pai, hoteli mbalimbali. Mimi nimekuwa nikifanya utafiti. Kuna mahoteli, kuna watu wanauza bidhaa kabisa. Nigeria, yani kuna watu kabisa yani unajua hii ishakuwa ni coin ya matumizi kabisa. Kuna watu wanaitumia tu mitaani vizuri. Ni sisi tu tumebaki huku Tanzania na nchi zetu za huku wengine tunaichukulia kama tunasubiri bei ipande ili tuiuze, na sisi ndio tunaoharibu mradi. Lakini kadri hii coin inavyotengenezewa sifa ya kuwa utility coin, ndivyo inavyozidi kuwafanya wale SEC wakose nguvu ya kuwafuatilia PICO team, na kwa hivyo watakapokuja kutuingiza kwenye Open Mainnet, hata ile GCV ikizinduliwa, SEC hawawezi kuingilia chochote baada ya pale. Sababu ya tatu kwa nini PICO team wameendelea kuchelewesha Open Mainnet, ninaamini ni kwa sababu wameendelea kuona wameendelea kuona kiu na haja na msukumo na uhitaji wa makampuni mengine makubwa yanatamani kuingia strategic partnership na wao. Yaani unajua imefika mahali sasa sio pai wanatafuta strategic partnership na makampuni kadhaa, ni makampuni yaliyozinduka na kugundua kwamba huu mradi ni mkubwa. Kwa hiyo hivi nikuulize swali ndugu yangu. Naomba tu niwaulizeni maswali ambavyo pengine itakusaidia na wewe kuhamia kwenye fikra zangu, ufikiri kama mimi. Wewe unamiliki kampuni kubwa, ina utajiri mkubwa kama wa Amazon duniani. Sawa kina Jeff. Sawa Halafu kumeanzishwa mradi kama wa Pai. Mwanzoni hukushtuka, lakini dakika hizi za mwisho umekuja kushtuka kwamba huu mradi unaenda kutengeneza matrilionea duniani. Wewe ni bilionea in dollars, yani wewe ni mtu tajiri duniani in dollars. Halafu unashtuka unagundua kwamba ndani ya mwaka mmoja miwili watatokea matrilionea ambao watanizidi utajiri wangu. Nataka nikuulize, kama ni wewe ni tajiri ambao unashikilia nafasi muhimu katika za utajiri duniani, unafikiri hilo jambo ni jepesi kwa matajiri wataliachilia hilo jambo liende kirahisi? Hebu fikiri tu. Iko hivi ndugu zangu,
Dr. Nicholas inawezekana kabisa mwanzoni kuna watu walikuwa wanamchukulia poa na mradi wake wanauchukulia poa, lakini baada ya kwamba wamekuja kushtuka kwamba huu mradi ni wa kimkakati unaenda kuiteka dunia, matajiri wa hii dunia, ni matajiri wenu wadogo wadogo wa hizi nchi zenu ndo hawawezi, hawana hiyo nguvu, lakini matajiri wakubwa kina Elon Musk na wengine wakubwa wanaoshikilia utajiri wa dunia hawawezi kumwachilia Dr. Nicholas aende kuuzindua huu mradi kirahisi rahisi, atengeneze matrilionea duniani watakao wapiku wao kirahisi. Sikawa naelewa nachokizungumza. Wale matajiri wa dunia bado wangetaka kuendelea kuwa na nafasi zao. Sasa kama hawakuchimba pai mwanzoni, wanajua wanafanyeje? Wanaiwai pai core team kwamba ndugu zangu, tunataka tuingie strategic partnership na ninyi, msiende kuzindua mradi haraka kabla hatujakubaliana mambo muhimu, kwa sababu wanaogopa wataachwa. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Wanaanza kumzonga sasa makampuni makubwa ya fintech industry, fintech companies makubwa, makampuni ya kiteknolojia, makampuni ya kifedha, mataasisi makubwa na matajiri makubwa dunia hii washashtukia hii blockchain, web3 technology hii, huu mradi wa pai ulioko kwenye, alafu ni layer 1 sasa, layer 1 blockchain, kwa maana kwamba miradi mingine yote inaweza kajengwa juu ya pai blockchain. Umeona? Unaposikia kwamba this is a layer 1 blockchain, manake miradi mingine inaweza kajengwa juu ya mradi huu wa blockchain.